sana kwenye kipindi hiki maalum, na leo tumejikita zaidi kuangazia masuala ya afya ya uzazi. Na mimi ni Mariam Matundu. Mada yetu mezani inasema tunawezaje kulinda afya ya uzazi kwa vijana ili kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Ndio, tunawezaje kulinda afya ya uzazi kwa vijana ili kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Lakini je, tunaposema afya ya uzazi tunamaanisha nini? Afya ya uzazi ni hali ya kuwa salama kimwili, kiakili, kijamii, ikiwa ni pamoja na kutokuwa na ugonjwa au ulemavu katika masuala yote yanayohusu mfumo wa uzazi na jinsi unavyofanya kazi. Hii ni pamoja na watu kuwa na uwezo wa kuzaa, uhuru wa kuamua idadi ya watoto, uhuru wa kuamua na kuzaa au lini watoto wapishane muda gani. Afya ya uzazi ni huduma inayotolewa kwa wanawake, wanaume na vijana walio katika umri wa kuzaa. Huduma hizi zinajumuisha kupanga uzazi kwa maana uzazi wa mpango, ujauzito, magonjwa ya kujamiiana, ukeketaji bila potofu, saratani ya via vya uzazi, kuzuia na kutibu ugumba na vitu kadha wa kadha, ikiwemo na ukatili wa kijinsia na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kumkumba vijana, ikiwemo na namna ya kujikinga na mimba za utotoni, namna ya kujikinga na ndoa za utotoni na mambo mengine mbalimbali. Huyu ni daktari wa afya ya uzazi kutoka Umati ambaye utamsikia tena hapo baadaye. Unaweza kutuandikia maoni yako kupitia 0710666984 tukikuuliza tunawezaje kulinda afya ya uzazi kwa vijana ili kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Vijana ni kundi lenye nguvu, ubunifu na ndoto kubwa za kubadilisha dunia. Hata hivyo, licha ya uwezo wao, bado wanakabiliwa na changamoto nyingi katika safari yao ya kufikia mafanikio. Changamoto hizo ikiwemo ni upungufu wa elimu sahihi kuhusu afya ya uzazi, kinga dhidi ya magonjwa ya zinaa na ushauri nasaha kwa ajili ya maisha bora. Utafiti uliofanywa na UNICEF mwaka 2023 unaonyesha kuwa vijana wengi hasa wa vijijini hawapati taarifa muhimu za afya kwa wakati. Na hii inatokana na ukosefu wa mawasiliano ya wazi kati ya wazazi, walezi na vijana kuhusu masuala ya afya ya uzazi, menendo salama ya maisha pamoja na mabadiliko ya mwili na kihisia. Ni wazi kwamba maeneo yenye ukatili mwingi wa kijinsia kuna matumizi hafifu ya huduma za afya ya uzazi, jambo linaonyesha kwamba ukatili wa kijinsia unachangia uzoroteshaji wa utumiaji wa huduma za afya ya uzazi, huku vyanzo vikuu vya ukatili wa kijinsia ikiwa na mila na desturi potofu. Na hii ndio sababu kubwa hii leo tunajadili haya, na unaweza kutuandikia maoni yako kupitia 0710666984. Leo tumekuuliza tunawezaje kulinda afya ya uzazi kwa vijana ili kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Swali hili tumeuliza pia huko mtaani. Kulinda afya ya uzazi kwa vijana na kuzuia ukatili wa kijinsia kunahitaji hatua za pamoja kati ya familia, shule na jamii na serikali. Kwanza ni muhimu kutoa elimu sahihi ya afya ya uzazi mapema. Vijana wanapaswa kufundishwa kuhusu mabadiliko ya mwili, haki zao za kimwili, umuhimu wa ridhaa yani consent, na namna ya kujilinda dhidi ya mimba zisizotarajiwa na magonjwa ya zinaa. Kijana unatakiwa usizae kabla hujaingia kwenye ndoa. Hii inakuja kivipi? Ni kwa sababu utakapozaa ukiwa kwenye ndoa inakulinda. Mtoto wako anakuwa amezaliwa katika mazingira ambayo yanamlinda yeye, tasabuko official. Umeona, na ule mtoto akizaliwa atakuwa yuko defensive, bibi, babu, wajomba, nani wanamjua yuko official. Lakini utakapozaa kabla hujaingia kwenye ndoa, kuna possibility unaweza kupewa mimba. Vijana wa siku hizi kama mnavyojua akakataa. Akishakukataa yule mwanamume, mtoto akizaliwa tayari anaanza kuhangaika. Mtoto anahangaika, anakuwa hana malezi mazuri. Kwa mtazamo wangu mdogo ni huo. Hao ni baadhi tu ya walioshiriki kutoa maoni yao kupitia kipindi hiki, na safari bado inaendelea. Mapema nilikutana na vijana kujadili swala hili, kutaka kujua nafasi ya wazazi na walezi katika kuzungumza na vijana wao kuhusu masuala ya afya ya uzazi. Na leo nipo chuo cha St. John hapa Dodoma, na hapa tumekuja kujadili kwa pamoja ni kwa namna gani wazazi ama walezi
timiza wajibu wao kuhakikisha kwamba vijana wanaweza kupata elimu ya afya ya uzazi. Na majadiliano haya tutajadiliana na Charity Daliusi, lakini tutajadiliana na Ishmaeli James, nipo na Sikujua Edward pamoja na Sajide Swalehe. Karibuni sana kwenye mjadala wa leo. Asante sana. Na kama ambavyo nimesema, leo tunaangazia wazazi na walezi wana wajibu gani katika kuhakikisha vijana wanapata elimu ya afya ya uzazi. Tuanze moja kwa moja kwa mtu ambaye anatusikiza sasa hivi, akisikia elimu ya afya ya uzazi aelewe nini. Nianze na Charity hapa, karibu. Tukisema elimu ya afya ya uzazi, hapa tunasema ni maarifa au uelewa unaotolewa kwa vijana kuhusu masuala yanayohusiana na mambo ya uzazi, kama wadada kwa upande labda wa hedhi, kuhusu mahusiano. Sajida, unasemaje? Okay, mimi nasema afya ya uzazi ni hali ya usalama wa kiakili, wa kimwili, pia na usalama wa kimahusiano kwa jamii au kwa vijana. Kwa hiyo hiko ndo kifupi kabisa nini maana ya afya ya uzazi. Na tukisema sasa hii ni elimu ya afya ya uzazi? Elimu ya afya ya uzazi maana yake ni elimu ambayo inatolewa kwa vijana au makundi maalumu ili kusaidia kuweka usalama wa kimwili, kiakili katika upande wa afya ya uzazi. Sawa, asanteni sana. Na kila mmoja avute picha kwenye eneo ambalo anatoka. Hali ikoje kwa hawa wazazi? Wanatimiza wajibu wao huu wa kuzungumza na vijana wao? Sikujua unanitazama. Karibu. Ni kwa asilimia chache sana, ni wazazi wachache sana ambao wanatimiza wajibu wao. Si wazazi wote wanatoa elimu ya afya ya uzazi kwa vijana. Ni wazazi wachache sana ambao wanatimiza wajibu wao wa kutoa elimu ya afya ya uzazi kwa vijana. Na unadhani kwa nini? Kitu cha kwanza labda ni mahusiano ambayo wanakuwa nao wazazi na watoto wao. Wenda mzazi anaona aibu kumpa elimu ya afya ya uzazi mtoto wake. Lakini pia naona pia kwa mfano kama kule kijijini kabisa, wazazi wenyewe hawaelewi nini maana afya ya uzazi. Kwa hiyo wazazi wenyewe hawana uelewa. Asante. Sikujua anasema kwamba wazazi wengi hawatimizi huo wajibu wao. Wewe unaonaje, Sajid? Pia wazazi wanakosa kujiamini. Kwa hiyo mzazi anaweza akakaa akasema vipi nikimweleza mtoto wangu issue ya ngono, kwa hiyo kidogo inakuwa ni ngumu kwake, ni aibu pia kwake. Asante Sajid. Tuko na Ishmaeli Mekuona, nitarudi kwako, lakini nataka tuzungumze na Charity. Na msikilizaji, Charity ni mwanafunzi anayesoma kozi ya pharmacy hapa katika chuo cha St. John. Hivi changamoto kubwa ni nini mpaka wazazi wanakuwa na hiyo aibu ya kuzungumza na vijana wao? Asante. Kwa upande wangu nafikiria changamoto kubwa, cha kwanza ni kwamba unakuta wazazi na wao pia hawana elimu sahihi juu ya uzazi, ama niseme elimu ya kuhusu mahusiano au vitu kama hivyo. Kwa wazazi kutokuwa na hiyo elimu inawafanya wao washindwe hata kujiamini kuambia wazazi wao, watoto wao jinsi ya kujikinga au kutoa elimu kuhusu mambo ya uzazi. Lakini pia tunasema sababu nyingine nafikiri kwa sababu ya ukaribu ya wazazi na watoto, kwa sababu tunaamini mtoto mpaka ifike stage ya kumwamini mzazi, kumwambia kila kitu anachokipitia, labda kuna ukaribu mkubwa sana kwa yeye kunanelea. Kwa hiyo ukaribu ule unasababisha mtoto kuwa muwazi, kumuelezea anachokipitia mzazi, na mzazi labda kumshauri na kutoa elimu juu ya mambo ya uzazi. Asante. Ishmaeli, ni umri gani unadhani kwamba hawa wazazi wanaweza kuanza kuzungumza na vijana wao, wa kike na wa kiume pia? Umri ambao ni mzuri kwa wazazi kuanza kuzungumza na vijana wao, kwangu mimi ninavyoona ni ule umri ambapo mtoto wa kiume au wa kike anakuwa ameanza kubalee. Lakini sasa kitaalamu zaidi natakiwa ambiwe mapema ili hata unapoona mabadiliko labda katika mwili wake, mfano hedhi kwa watoto wa kike, asishangae. Sawa. Una maoni tofauti Sikujua? Kwangu mimi umri sahihi naona ni mtoto labda akiwa bado tuseme kuanzia darasa la 3 aendelee kupewa hii elimu ya afya uzazi, elimu ya afya
kwa sababu wale watoto ndo baadaye ukimfundisha kitu anakuwa ameweka clean, kwamba siku labda nikiona mabadiliko haya najua ni hivi na hivi. Naweza nikaa mimi mwenyewe ni mfano, kwa sababu mimi babangu ameanza kunipa elimu nilikuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo nimekuwa hata nilipokuja kuona tuseme labda ile hedhi kwa mara ya kwanza nilijua, kwa sababu babangu alinifundisha bado nilikuwa mdogo sana. Hivi sikujua baba alikuwa anaongea nini na wewe. Hebu tuambie. Mimi mahusiano yaliyokuwa kati yangu mimi na babangu, naweza nikasema tulikuwa na mahusiano ya karibu sana. Ndio maana alikuwa ni mwazi kwangu. Ananifundisha kila kitu kuhusu afya, kuhusu mabadiliko ambayo anaweza kuyaona baadaye, lakini pia hata kuhusu elimu ya kuhusu mahusiano na mengine yote amenifundisha. Na ni mzazi ambaye pia amenisaidia hata kufanikisha kupata baadhi ya tuseme labda chanjo sijui za nini, zile chanjo za saratani mlango wa kizazi. Yes, ni baba yangu kwa sababu alikuwa karibu na mimi, na muda mwingine nilikuwa nikisikia labda shuleni wanasema zile chanjo ni mbaya nini, lakini nikikumbuka kile kitu ambacho nilifundishwa na baba, kwa hiyo ilikuwa kwangu mimi ni rahisi sana kupata zile chanjo, na wengine walikimbia lakini mimi nilipata kwa sababu ya elimu ambayo babangu alinipa. Sawa sawa. Asante na hongera kwa babake na sikujua. Vituo vya afya ambapo kutoa elimu, huwa wanatoa elimu kuhusu mambo ya afya, lakini pia kuongea na watoto wao, kuwa karibu na watoto wao ili sasa kwenye iwe rahisi kwao kutoa elimu. Asante sana kwa kushiriki mjadala wa leo. Kumbuka leo tumejadili wazazi na walezi wana wajibu gani kuhakikisha vijana wanapata elimu ya afya ya uzazi. Tumejadiliana na Sajid pamoja na sikujua, lakini Ishmaeli alikuwepo hapa na Charity pia nimejadiliana naye kwa undani sana. Asanteni sana. Naam, hao ni vijana, umesikia hapo majadiliano kati yangu mimi pamoja na vijana ambao tumejadili kwa undani zaidi kuhusiana na nafasi ya wazazi katika kuzungumza na vijana wao kwa uwazi kabisa kuhusu afya ya uzazi. Kuna chochote umejifunza mpaka hapa? Tafadhali shiriki nasi kwa ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0710666984. Kumbuka hiki ni kipindi maalum na leo tunajadili kwa pamoja tunawezaje kulinda afya ya uzazi kwa vijana ili kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Mwenzangu Mariam Kasawa yeye amefanya mazungumzo na daktari kutoka kituo cha Umati, na kubwa zaidi ni kuangazia swala hili la afya ya uzazi na ukatili wa kijinsia. Kwa majina naitwa Dr. Francis Ngoyo kutoka taasisi ya Umati, chama cha uzazi na malezi bora Tanzania, mkoa wa Dodoma. Mimi ni daktari kiongozi katika kituo chetu cha Umati mkoa wa Dodoma, na nipo hapa kuzungumza masuala mbalimbali ya kuhusu afya ya uzazi kwa kijana. Kwa kwanza ningependa kufahamu kwanza afya ya uzazi ni nini? Afya ya uzazi ni hali ya kuwa salama kimwili, kiakili, kijamii, ikiwa ni pamoja na kutokuwa na ugonjwa au ulemavu katika masuala yote yanayohusu mfumo wa uzazi na jinsi unavyofanya kazi. Hii ni pamoja na watu kuwa na uwezo wa kuzaa, uhuru wa kuamua idadi ya watoto, uhuru wa kuamua na kuzaa au lini watoto wapishane muda gani. Afya ya uzazi ni huduma inayotolewa kwa wanawake, wanaume na vijana walio katika umri wa kuzaa. Huduma hizi zinajumuisha kupanga uzazi kwa maana uzazi wa mpango, ujauzito, magonjwa ya kujamiana, ukeketaji, mimba potofu, saratani ya via vya uzazi, kuzuia na kutibu ugumba na vitu kadha wa kadha, ikiwemo na ukatili wa kijinsia, mambo mbalimbali ambayo yanaweza kumkumba kijana, ikiwemo na namna ya kujikinga na mimba za utotoni, namna ya kujikinga na ndoa za utotoni na mambo mengine mbalimbali ya kijana. Sasa kuna uhusiano gani kati ya afya ya uzazi na ukatili wa kijinsia? Afya ya uzazi kwa kijana kuna uhusiano moja kwa moja, kwa maana katika masuala mazima ya afya ya uzazi tunaangazia pia ukatili wa kijinsia kama sehemu ya afya ya uzazi kwa kijana. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba utimamu wa kimwili, kiakili, kijamii na pamoja kutokuwa na ugonjwa au ulemavu wote katika masuala yanayohusu mfumo wa uzazi, hivi vyote vinaweza vikaathiriwa na kijana anapokumbana na mambo mbalimbali yanayohusu ukatili wa kijinsia. Mfano, kuna mambo ambayo yanatokea kutokana na ukatili wa kijinsia ambao yanaweza kumuathiri kijana kimwili, kupelekea magonjwa, kupata magonjwa ya zinaa, magonjwa ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine yasiyotibika, lakini pia kuathirika kiakili
na ni mojawapo wa changamoto ambazo kijana anaweza kukumbana nazo kama atapata na kadhia ya ukatili wa kijinsia. Lakini pia inaweza kumpelekea kijana kupata ulemavu katika masuala mazima yote yanayohusu mfumo wa uzazi kama atakumbana na masuala mazima ya ukatili wa kijinsia, mfano kwa watu ambao wanaweza kufanya ukeketaji na mambo mengine ambayo yapo kinyume na utaratibu. Lakini vile vile tunaona kabisa kwamba changamoto nyingi za vijana ambazo zinaathiri uzazi kwa ujumla, sababu zinaweza zikawa nyingi, lakini matendo ya ukatili wa kijinsia pia ni moja ya sababu kuu ambayo inaweza kumpelekea kijana kufikia malengo yake na kupata changamoto ya afya ya uzazi kwa ujumla. Mfano, uhuru wa kuamua idadi ya watoto na kuamua lini kuzaa, lini apate mtoto na watoto lini wapishane muda. Hii inaweza pia ikamfanya kijana akakosa hii haki yake kama atafanywa vitendo vya ukatili wa kijinsia moja kwa moja, kwa maana kwamba atapoteza haki yake ya msingi kama kijana. Kwa hiyo kijana, afya ya uzazi na ukatili wa kijinsia ni vitu ambavyo vinashabihiana na vinaenda sambamba kwa ujumla. Sasa elimu ya afya ya uzazi inawezaje kupunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa vijana? Moja kwa moja tunaangazia kwamba elimu ya dhidi ya ukatili wa kijinsia kwanza tunatamani ije wajengee maarifa vijana, namna gani ya kujua namna gani ya kujua kitu hichi ni ukatili wa kijinsia na hichi si ukatili wa kijinsia. Maarifa pia kujua haki zao. Moja kwa moja kuna baadhi ya vitu ambavyo wanaweza kufanya vijana wakajua ni sehemu ya maisha, lakini kumbe ni ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo mwisho wa siku kijana tunatamani kijana akishakuwa na maarifa juu ya masuala mazima ya ukatili wa kijinsia, inawapelekea kupunguza changamoto mbalimbali za afya ya uzazi kwa ujumla. Lakini vile vile ni mtazamo. Elimu ya afya ya uzazi inaweza kupunguza moja kwa moja masuala mbalimbali ya ukatili wa kijinsia katika jamii, hususan kwa vijana, kwa maana kwamba inaweza ikawasaidia katika kupambana na hali mbalimbali na kuwatambulisha kujua haki zao vijana. Elimu sahihi ya afya ya uzazi kwa vijana inaweza kupunguza moja kwa moja changamoto ya ukatili wa kijinsia kwa vijana. Mfano, tunaamini kwamba kijana atakayepata elimu ya afya ya uzazi vizuri anaweza akajua haki zake kwa ujumla na namna gani ya kuchanganua changamoto ambazo anakumbana nazo katika mazingira anayoishi. Ikiwa kijana sisi tunamtambua kama kijana wapo katika makundi mawili kwa upatikanaji. Kuna vijana ambao wanapatikana katika makundi ya shule, mfumo maalum wa elimu, na wale ambao hawako kwenye mfumo maalum wa elimu. Kwa hao wote watakapopata elimu ya afya uzazi katika mazingira yao wanayoishi, inawezekana inawasaidia zaidi kung'amua changamoto mbalimbali ambazo wanaweza kukumbana nazo, ambazo hizi zinapelekea wao kufanyiwa au kwa kutendewa ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo mwisho wa siku elimu ya afya uzazi inawasaidia katika kuwajengea maarifa, kujua haki zao, lakini kujua sehemu sahihi ya wao ya kuripoti au kutoa taarifa pindi wanapokutana na changamoto za ukatili wa kijinsia, lakini kujua nafasi zao kama vijana katika jamii. Wana nafasi ipi kijamii na kwa afya kwa ujumla, na namna gani matendo haya ya ukatili wa kijinsia yanaweza kuathiri afya zao moja kwa moja. Kwa hiyo tuna imani hakuna mbadala wa kupambana na ukatili wa kijinsia kwa vijana kama sio elimu ya afya uzazi. Tuangalie sana nafasi ya wazazi ni ipi katika kulinda afya ya uzazi kwa vijana na kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Moja kwa moja nafasi ya wazazi ni, kabla sijaenda mbele kuzungumza nafasi ya wazazi, lazima ni wakumbushe kwamba tuna vikwazo vyetu ambavyo tunaviona, ambavyo tunaona nafasi ya mzazi ipo ni kubwa sana katika kuhamasisha vijana. Vikwazo vyetu vipo kama vikwazo 6. Tuna maarifa, mtazamo, tofauti zetu za kijamii na kiuchumi, lugha, muda na mahari. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba nafasi ya maarifa, vijana wanaweza kujengewa maarifa na wazazi, lakini wazazi pia na wakijengewa maarifa na watu wa huduma na watu waliopewa mafunzo maalum, hao wanaweza kusaidia zaidi kumsaidia kijana namna gani ya kumjengea uwezo wa kupambana na changamoto mbalimbali za afya ya uzazi. Kwa hiyo tunaona bado wazazi na wana nafasi kubwa ya kumjengea kijana maarifa, kumjengea mtazamo. Baadhi ya wazazi katika jamii wanajua kijana hapaswi kuzungumza masuala mbalimbali kuhusu afya yake, hususan mabadiliko ya mwili, kuhusu hedhi kama sehemu ya afya uzazi,
kuhusu magonjwa ya ngono, wanashindwa kuzungumza na vijana wao. Kwa hiyo tunahitaji jamii, wazazi wana nafasi kubwa ya kubadili mtazamo wa vijana, wakishirikiana pamoja na walimu na walezi na pamoja na watu wa huduma na watu waliopewa mafunzo mbalimbali. Lakini kujua tofauti za kijamii na kiuchumi, kwa maana kwamba tunapata changamoto moja hapo ni kwamba wa baadhi ya jamii ambao inakuwa ipo katika umbo la kipato cha chini, kwa maana kwamba tunasema jamii masikini, wanakuwa na changamoto moja, kwa maana kwamba wanakosa haki, kwa maana kwamba hao wanafikiria kwamba pengine kutokana na uchumi wangu sipasi kujua labda hayo mambo ya watu walioendelea na teknolojia. Kwa hiyo pia wazazi pia wana nafasi ya kutoa hizo dhana potofu kwenye jamii, tofauti za kijamii, labda kama mimi ni mtu mzima sana siwezi kuzungumza na kijana, tofauti za kiuchumi kama nilizoeleza hapo awali, lakini pia tofauti za kidini zipo. Unabeba ni dini hairuhusu hii mambo, dini hairuhusu, dini inakuwa na dini imekataza, lakini kumbe anamnyima nafasi kijana kama mzazi. Lakini pia lugha, kijana, kuna lugha ambazo kijana hawezi kukuelewa, ambazo mnakuta kana wazazi ambazo wanabidi wazitumie. Kijana unapoongea na kijana inabidi utumie lugha ambazo kijana anaweza kukuelewa kwa muda wake, kwa umri wake. Lakini pia jambo la 5 ni muda. Wazazi inabidi wana nafasi ya kutenga muda, kwa maana kwamba japokuwa na majukumu mengi ya kupambana na uchumi, lakini pia ana nafasi ya kutenga muda kukaa na kijana, kuzungumza naye kuhusu masuala mazima ya afya ya uzazi kwa kijana. Lakini pia mahali, wazazi wana nafasi ya kutenga mahali maalum ambapo wanaweza kijana akamjengea unafuu yeye kukaa na kuzungumza masuala na kupambana nao vizuri zaidi na kuelewesha vizuri zaidi, ili kufanya mazungumzo yakawa na tija yeye na kijana atakapokuwa wametenga mahali pazuri pa kuzungumza. Kwa haya yote vikwazo vyote 6 hivi, tumeona mzazi ana nafasi kubwa sana ya kumsaidia kijana kupata elimu ya afya ya uzazi. Sasa kutakuwa na faida gani iwapo vijana watapata elimu ya afya ya uzazi na kujilinda na ukatili wa kijinsia? Tuna imani kwamba katika vile vitu vyote ambavyo tunapambana navyo, tunapambana na vitu kijana awe salama kimwili, tutapunguza magonjwa ya haya ya muda mrefu na haya ya muda mfupi, magonjwa ya zinaa pamoja na virusi vya ukimwi na ukimwi tutapunguza, kwa sababu mpaka sasa 60% ya maambukizi mapya yanachangiwa na vijana. Kwa hiyo tutafikia hatua ya kupunguza hiyo 60% ambayo kutokana na takwimu zinazozungumza. Lakini kumweka kijana salama kimwili, matendo ya ukatili wa kijinsia yanaacha makovu ya kisaikolojia, yanaacha makovu ya kimwili lakini pia tutapunguza kwa kiasi kikubwa kwa nafasi kwa vijana. Lakini pia kupunguza ulemavu. Kuna watu wanapata ulemavu wa kudumu kutokana na kufanya ukatili wa kijinsia. Lakini pia kwa nini wanafanya? Ni kwa sababu pia hawajui haki zao na hawajapata elimu ya afya uzazi. Lakini pia jambo la msingi zaidi ni vijana kusaidia kupunguza mzigo kwa taifa. Mfano kutoka kutengeneza jamii mkaya maskini, kwa maana jamii maskini. Mfano tunazungumza kwamba leo hii tafiti zinasema kwamba kijana aliyepata mimba akiwa na miaka 15 asipotumia njia za mpango kufika miaka 40 anaweza akawa na watoto takriban 8. Kwa hiyo tunapunguza mzigo tunaweza tukaisaidia taifa na dunia kwa ujumla kupunguza mzigo, ambapo tukapunguza utegemezi. Lakini pia tafiti hizo zinazungumza kwamba kijana aliyepata mimba za utotoni, hata mtoto wake aliyemzaa anaweza kaja yuko kwenye hatari ya kupata mimba ya utotoni. Kitu inaitwa intergeneration cycle. Maana yake hiyo tafiti zinazungumza hivyo. Kwa hiyo tunaweza kupunguza hata na umasikini kwenye ngazi ya jamii, ya familia, kama tutapata elimu ya afya ya uzazi kwa vijana. Watafanikiwa kupata elimu ya afya ya uzazi. Lakini pia kupunguza vifo vya mama na mtoto. Moja kwa moja ni kwamba tuna imani kabisa kama uzazi wa mpango ni sehemu ya afya ya uzazi, kama vijana watanufaika na hiyo, basi tutapunguza vifo vya mama na mtoto ikiwa utatumia njia za uzazi wa mpango. Lakini wataelimishwa namna gani, ni njia zipi hazipaswi kutumia kutoa mimba kiolela pasipo kufuata taratibu wa kitaalamu. Lakini pia kupunguza kasi ya magonjwa yasiyoambukiza kama saratani, tunaweza tukapunguza kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tuna faida nyingi sana kama vijana watanufaika na elimu ya afya uzazi. Tumesikia mambo mengi ambayo yamezungumzwa hapo na daktari. Tunachukua hatua gani? Na hatua zinapaswa kuchukua na mtu mmoja mmoja, yani mimi, wewe pamoja na yule. Kupitia kipindi hiki umejifunza nini na utachukua hatua gani? Tafadhali tushirikishe kupitia 0710666984.